kwa habari jamii. Burudani na michezo tunaweza kuzipata hapa. Mambo vipi, mimi naitwa Osad kutokea hapa Nyavuni TV, na leo niko kwa mzee wa Kilinge, huyu ambaye ni mwenyekiti wa tawi la Young Africans, ambao leo nakuja kuzungumza naye hasa kwenye engo za kimichezo, ambao tukiangalia group stage ilitoka na Young Africans yuko na Waarabu watupu. Sasa na wengi wameimba nyimbo mbalimbali hasa kuzungumza kwamba kwaheri Young Africans. Leo niko na mzee wa Kilinge, nataka nizungumze naye kuhusiana hili. Mambo vipi mzee wa Kilinge? Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Alhamdulillah. Tupo. Fresh lakini? Tunashukuru kuiona leo tena. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Maana ilikuwa tumitii bila shuruti, wengine sisi tumekaa vyumbani tu. Tunapa pole waliokutana na janga hilo la kitaifa. Lakini mzee wa Kilinge, leo tuko kwenye sport, tunataka kuzungumza bana. Sasa hivi tuna group stage ambao tunaliona Young Africans, kuna kwanza Afrika, ya pili na tatu, afu tunafuata na 4 ambao ni Tanzania. Group hili wewe unalionaje mzee wa Kilinge? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, amake tupo grupu ambalo sisi wote wakubwa. Au kwa lugha unasema wakulungwa. Au mkubwa. Mkubwa chituta. Amake ukisema hivyo, maana yake grupu tuliokuwepo ni grupu ambalo dume, ni grupu sio la watoto wa kike. Ni grupu alihitaji malalamiko. Alihitaji malalamiko. Ni grupu ambao nimeliona. Tupo sisi Young Africans, National Ali, yupo Farabati, Eskabari, umeelewa vizuri. Maana yake tupo ligi namba 1 ya Misri, ligi namba 2 unaona bana, na ligi namba 3, na sisi namba 4 Young Africa. Maana yake tumewekwa pale. Tuko pale top. Umeelewa vizuri. Lakini watu wengi, wachambuzi mchwala, wameanza kuongea na kututoa kwenye reli. Propaganda zao zimeshaanza kututoa kwenye reli na kuona yani ionekane kwamba Young Africa kashatoka katika mashindano. Umeelewa? Wachambuzi wengi wameungana, wamepewa bahasha na kuongea maneno ya tekebei, maneno ya fezuri, ya uongo, ya kihuni, ambayo ya kuiona Yanga si chochote si lolote katika grupu ile kuepo. Inaonekana Yanga ni underdog. Umeelewa vizuri? Kwa maana hiyo haya tumeyasikia. Lakini wanaongoza haya majiant, wanajifanya majiant katika uchambuzi, wako wawili wanajifanya. Kuna Jemedari mwana Kazumari alizozaliwa Nari, umeelewa vizuri akaja pale Mtama, akaja kwao kidogo, akaondoka huko Kugilo, umeelewa vizuri. Kuna mwingine yule ambayo huyu hapa Sale Jembe, leo wanakuja wanadaka hawa jamba nani hawa, kina Nasri Alfani, kina sijui wana nani, umeelewa vizuri wanadaka kina Jesu Huruma, umeelewa vizuri. Maana yake hawa wanakuja sasa, wanatambaza ile propaganda, yani ionekane Yanga Afrika, unaona bwana kashatoka, yani kuwavunja moyo wachezaji au mashabiki, umeelewa. Yani wa Tanzania wanaipenda Yanga kuwavunja moyo. Sawa? Kwa mpira hujafanyaje? Haujachezwa. Umeelewa? Maana yake hawa ni wachambuzi walionunuliwa, ni wachambuzi washenzi. Yani wachambuzi wandaazimu ndio unawapata hapa Tanzania. Wachambuzi wandaazimu na wachambuzi akili hawana ndio unawapata. Unajua shehe, nataka nikuambie kitu kimoja, familia Nyavuni TV. Sawa? Ukijichubua, ukajikoboa na bishana na mke wako, mwisho wa siku akili zinafanyaje? Zinahama. Umeelewa na alafu vile ukiwa umezaliwa ukaugua mafunza, akili naye zinahama. Umeelewa? Sasa huyo Sale Jembe, sasa hawa wawili na huyu mwingine nani aliofikia kwa mjomba wake huyu Nzeo Jamvia, umeelewa vizuri. Na yeye alifanya mtoto wa mjini, na yeye sasa hivi yani vurugu tu, watu wametoka Mkugilo, unaona bana. Huyu Saleje huyu Jemedari kazaliwa Nari hapo, umeelewa, kaja kukulia hapo Mtama hapo Lindi, ndio shughuli sasa hivi imeshokwa heka. Propaganda, wanasambaza propaganda, wanaingiza maneno ya ovyo kuonekana Yanga yani hana chochote, hana lolote, Yanga mbovu, wachezaji wabovu, umeelewa.
Kabla hatujacheza sasa na kukataa haya maneno ambayo wachambuzi wachezaji wetu, tunajua wachezaji wetu walichokuwa wamefanyiwa, tunajua kitu gani kilichokuwa kimetengenezwa kwa wachezaji wetu, lakini tumerudi, tumejipanga na tuko sawa sawa na tuko sawa kweli kweli kwenye upande huo ambayo wachezaji propaganda kuisambaza kusema wapo katika hawana fitness. Sasa tukirudi makundi bwana, mimi nimeyaona makundi mimi nimeyaona na yako sawa sawa. Na kingine nashukuru uongozi wangu wa Young Africans Sports Club kutusikiliza kilio cha muda mrefu, wanachama, mashabiki, viongozi sisi wa matawi na wapenzi wote wa Young Africans, kwamba uwanja ule tusichezee mechi za mashindano ambao za group stage, kwa sababu hata yani mtu anaweza akasema mbona tumefuzu pale tukaingia robo tukacheza lakini mipango tuliopitia pale, tuliopitia uwanja wa Mkapa hayafai hata kusema. Mpaka hayo matokeo watu walioona tukaingia robo, walioona mechi tunashinda zingine, lakini haikupasa kushinda hivyo. Sawa, ule uwanja bora alivyohamishia wapi? Kwa mama, kwa baba, Mzee Mwinyi. Umeelewa vizuri? Mzee wetu walikoenda kwa Mzee Mwinyi visiwani, marashi ya karafuu kupeleka kule. Sasa kule wamepeleka sehemu sahihi. Wamepeleka sehemu sahihi na tuko sawa sawa na tumeenda sehemu sahihi kule tuliko tunakutaka. Sasa hivi nataka niongee na wana Yanga, wanachama na mashabiki na wapenzi. Viongozi wametusikiliza, timu wamepeleka kule, mashindano wamepeleka kule. Sisi kazi yetu sasa hivi, kazi yetu kuungana, kazi yetu kuulizana, kazi yetu kwenye magrupu kuhamasishana, kazi yetu sisi kwenye matawi kusimama wima viongozi na kujua nini kuiendea, tuwe tunapata pointi 3 kila mechi. Anayekanyaga pale chini ile ardhi ya marashi, anayekanyaga pale tu Zanzibar, mpinzani anaenda kucheza na Yanga, iwe azima afe. Umeelewa? Ni wanachama na mashabiki na viongozi wa matawi na wanaoongoza kwenye magrupu yote ya Yanga Afrika. Magrupu ya Yanga Afrika wakati huu ni kuulizana, tunapambana, tunafanyaje, twendeni wapi, tufanye nini. Sio wakati wa egeregere kupanga kikosi, sio wakati wa lawama, sio wakati fulani ya kucheza, sio wakati fulani acheze, sio wakati wetu huu. Kaja kocha, mmilia na kocha kusema mumtaki, viongozi wamemsikieni, wamemtoa kocha. Umeelewa vizuri? Wamekuja na bechi la ufundi limewekwa pale. Tena bechi la ufundi ambao kubwa katika Afrika Mashariki na Kati hakuna kabisa. Bechi kubwa tunalo sisi limewekwa pale. Sasa sisi kazi yetu tupambane nje ya uwanja, tusifichane. Tupambane nje ya uwanja, mashabiki na wanachama na wapenzi na matawi.